Guys, so saizi ndo nimereceive a WhatsApp text kutoka kwa Bahati Kenya. Ametumiwa barua kutoka kwa wazee wa Kamba wenyewe. Wazee wa Kamba wamemtumia barua. Hii ni baada ya yule mama ya Bahati kulialia pale, naenda kwa kaburi ya mama yangu, naenda kuongea na nini na baba yangu mwenye alikufa, niwaambie hii maneno, kuna mtu ametemba na DNA. So kumbe wazee wa community ya Wakamba pia walikaa chini wakafanya mambo yao na wametumia Bahati barua, na hii barua nimetumiwa mimi moja kwa moja kutoka kwa Bahati, mpaka nikashindwa kwani nini, kukimbia tena kwa peji zake nikapata yenyewe, by the way ameipost 1 minute ago. Na inasema aje barua yenyewe? Barua yenyewe imetoka kwa wazee wa Kamba na inaambia Bahati, usiogope kwa sababu wewe you are not mtoto Muluya, wewe ni mtoto Mkamba. Tunajua baba yako, tumejua mama yako, tumepiga kila kitu, na ukitaka kuweza safiri moja kwa moja mpaka huku Kitui, tukuonyeshe picha ya mama yako rasmi, ukonfirm kama ni huyo ama si huyo, na picha ya baba yako rasmi kwa sufuria ya maji. Mambo kumeumana guys, mambo kimeanza kukua moto, yani sufuria imeanza kukua moto. Kwa sababu gani? Huyu msichana wa huyu mama alikuja jana akaongea maneno mazito sana kwa mtandao pale hivyo, na akasema aje? Akasema ameumwa kabisa, na Bahati asidhani machozi ya mama yake itaenda bure namna hiyo, na Bahati asidhani kwamba ule mama alikaa tu hivi chini akapika kitu yake yenye haikukua, akakuka kitu kwa kichwa alafu akakuja tu kuropoka ati Bahati ni mtoto yake. Akaongezea ule dada ya Bahati akasema aje, wacha tumuite Saidi dada ya Bahati kwa sababu hivyo ndo hata anajiita kwa mtandao. Akakuja akasema mama yangu hakukaa chini akafikiria kitu kama hiyo, na hata sisi tuangalie, tutumie macho ya ndani, kwani ati tunakaa aje hatuna akili mzuri? Uwezi angalia tu uchukue Bahati umweke hapa na uchukue mama yake umweke hapa, alafu hizo mapua ung'oanishe mapua uzieke zitoshane namna hii, uone mapua ya huyo mama na mapua ya Bahati zinafanana. Uchukue macho uizoom vizuri uone macho ya mama ya Bahati na macho ya Bahati zinafanana. Anasema tutumie hizo vitu kushinda DNA. Kuna mtu alienda akalipa akaharibu nini matokeo, akidhani hawa wanatafuta kukula mali ya Bahati. Watu wangu wa Big TV, mnaona hiyo maajabu? Mnaona hiyo maajabu? Lakini mimi nikiangalia vizuri, huyu mama ni psycho. Wanasemanga psycho. Huyu mama unaweza pata huyu mama na nani wako sawa. Na alikuwa anaitwa nani ule jamaa alikuwa anapeleka watu Shakahola? Alikuwa anaitwa nani huyo jamaa? Na huyu Yesu wa Tongareni. Watu wako sawa, ni masaiko tu, kichwa imekorogeka kidogo, kwa sababu watu wako na kale ka ugonjwa. Watu wanajua hii kitu, watatuambia pale kwa comment section. Unaka ka ugonjwa wako naye, ka ugonjwa fulani yenye unadhani sivyo ndivyo. Mnaisikia ugonjwa inaitwa hivyo, unadhani sivyo ndivyo. Yaani unakaa tu hivi, unajibadilisha tu jina, unachukua kitu fulani na unajieka ndani yako, na unaona hapana, ni hivi venye iko ndo hiko. Unaona? So huyu mama ni kama alikaa tu hivi akahallucinate tu, akapiga vitu zake pale hivyo, akakuja akaona na mimi nakaa, huyu Bahati anakaanga mtoto wangu. Unaona? Na hiyo kitu kutoa mtu hapo si rahisi, kwa sababu huyo mtu anakuanga yeye anajiona ako nomo, na hata ukimsikiza utamuona ako nomo, but in really sense huyo mtu hayuko nomo. Nimesahau jina ya kuficha ya kuweka kitu kama hii karakta ya watu kama hawa. Sijui kuna kajina hapa, ni venye tu kamepotea kidogo. Watu kama hawa sijui kama mnapata hii point. Mnashika hii point vizuri. Yaani huyu mtu ana imagine kitu fulani, alafu hiyo kitu inamuingia kwa akili, inasako inaenda inakuwa kwa akili mpaka anajipendua. Mnakumbuka story ya Yesu wa Tongareni venye alikuja kuojiwa? Anaulizwa, wewe jina yako ni nani? Ni Yesu. Mbona birth certificate inasoma hivi? Anasema mimi sijui, lakini mimi majina yenye nilipewa na wazazi wangu Mungu ni Yesu wa Tongareni. Na huyo mtu ungemtoa pale, huyo mtu hata ufanye nini ungemtoa pale. And the same case yenye watu wa kupelekwa Shakahola walikuwa naambiwa tunaenda mbinguni, na unaziko ukiwa uhai juu ya ujinga. Inaitwanga brainwash. Una brainwashiwa, unaingia unakuwa na kitu fulani kama cult fulani. So huyu mama ukiangalia venye analia, sometimes unakonfizika, unaona huyu mama ni kama ni ukweli. Sababu hii drama yote unasikia ilianzia wapi? Mama aliota ndoto. Simulisikia? Mama ya Bahati anasema vizuri, mimi niliota ndoto, Bahati ni mtoto yangu. So guys, shikeni hiyo point. Aliota ndoto. So huenda ikawa huyu mama ya Bahati hajaamka bado kwa ndoto, bado analala ndoto, na hiyo ndoto yake pia akakuja akaweka watoto wake kwa hiyo ndoto.
akiweka watoto wake kwa hiyo ndoto, amekuja akatuunganisha Wakenya tena akatuweka kwa hiyo ndoto. So some of us wenye tunaitwanga maoverthinker ndo bado tujaingia kwa hiyo ndoto. Maoverthinker, kujeni hapa tu celebrate kwa sababu si tujaingia kwa hiyo ndoto. So wazee saa hizi washaandikia Bahati barua, wamemwambia Bahati, stop that nonsense, usiende DNA ingine because you waste a lot of money doing that DNA, and wewe si mtoto Mluya, wewe ni Mkamba, unaitwa Kevin Bahati Kioko, na hiyo jina ulipewa na mama yako, na hiyo jina ilikuwa ya babu yako, so don't waste time. Usianze kuchanganyikiwa pale, mtoto wa Diana. Usianze kuletea Diana ngori, unaletea Diana mashida zenye hazimuhusu. Kwa sababu mama amekimbia na alikuwa serious, saizi ametravel, tunangoja tu tupate an update ya kwa kaburi ya mama yake ameambiwa nini, sababu ameona mumeenda against ndoto yake, so anaenda kuongea na ancestor. Ambie ancestor ni haje, mimi nataka huyu mtoto wangu, nataka huyu mtoi wangu, huyu Bahati, nataka huyu mtoto wangu. Lakini huyu mama sometime ukimwangalia unaona huyu mama ni kama anataka pesa za Bahati. Mbona wakati ile anapigiwa tu mara ya kwanza kupigiwa simu na Bahati, ashaanza kuitisha fare, ashaanza kuelezea venye maisha ni ngumu, ashaanza kuelezea venye mtoto dada yake ako shule na hajalipwa fees. Warakeu is that. Guys, habari ndo hiyo. So that's a quick update. Nimewapatia pale hivyo. Piga like, alafu comment, alafu weka follow, weka subscription, na itakuwa poa tu sana hapa ndani ya Biggie TV Plus. Ndio, ninawapenda sana guys, and every day every time nawapea kitu moto ikitokea hivi nawaangushia na wapromoshare hapa hivi. Sasa siku hizi nawaita overthinker. Mimi na wewe ni overthinker, na overthink na wewe na overthink yako tunapatana pale kwa comment section. So overthink yako pale kwa comment section, mimi overthink yangu hapa kwa video. Twende nalo guys.